Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu ape sifa. Bwana Yesu ainuliwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Leo nimekuja mbele yenu, kuna mambo ambayo tunataka tuyaongee, tujadili. Sio kwa baya, lakini nimekaa, nimetathmini sana, nimeona nije kwenu niwashirikishe jambo hili. Ni jambo la baraka, ni jambo la kugusa katika jamii. Unajua watu wengi wanaona ulokole ni mgumu, lakini sio ulokole ni mgumu. Ulokole ni simple sana, ni mzuri, na watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba ulokole ni mrahisi sana. Sasa kuna watu wametengeneza mazingira kuonekana ulokole ni mgumu sana. Ndio maana unakuta watu wanashindwa kuokoka leo, watu wanashindwa kumpokea leo Yesu. Wanajikuta wanapitia kwenye mazingira magumu. Kuna wakati mwingine wanatengwa kanisani, kuna wakati mwingine wanaona kama hawastahili tena kuwa kanisani. Leo nataka nifafanue ili uweze kuelewa. Kuna watu wengi leo hii wanatamani kubadilika maisha yao, yale ambayo yalikuwa zamani, ambayo yalikuwa hayafai. Sasa wanataka maisha yao yabadilike, yawe maisha mazuri ya kumpendeza Mungu. Inamaanisha kwamba waache dhambi na waache mengine yote. Hii ndio maana wokovu. Ndio maana ukisoma katika ile Marko 16:15 amesema aaminie na kubatizwa atafanyaje? Ataokoka. Aaminie na kubatizwa atafanyaje? Ataokoka. Kumbe tunapoamini ndio tunapobatizwa na tunaokoka. Lakini kubatizwa ni ile kutoa dhambi ya asili. Umenielewa? Ni tukio lile la tunakumbuka tukio la Yesu msalabani. Nakwambia tunakufa pamoja na Kristo, tunafufuka pamoja na Kristo. Umenielewa? Kwa hiyo sasa ndio tunapata ondoleo la dhambi. Umenielewa? Kwa hiyo ndio maana asili hiyo. Sasa watu wengi wamejikuta wapo dhambini hata sasa leo hii. Unakuta bado wako dhambini. Unakuta binti bado anaishi na mwanaume na wanatamani kupata msaada wa kubariki ndoa yao, lakini unakuta mchakato unakuwa mgumu sana. Ndio maana unakuta wanashindwa kufanya maamuzi. Kabla yote naomba usisahau kusubscribe channel yangu, inaitwa EJN Media ili uwe wa kwanza kupata vitu kama hivi. Sawa, tutawasaidiaje hao watu sasa? Tutawasaidiaje hao watu? Na asilimia kubwa katika wimbi la makanisa la wokovu, hao watu wapo ndani ya makanisa na wanahitaji msaada mkubwa. Kuna changamoto ambazo zipo kwa wazazi na zipo kwa wachungaji, ambayo leo nimekuja kusema ili kuliweka sawa hili jambo. Mzazi anatoa mali kubwa sana, inampelekea hata huyu kijana anashindwa kufanya maamuzi ya kuweza kwenda kuibariki ndoa yake. Ndio maana unakuta wanafanya njia iwe ndefu sana. Unakuta mtu anataka kufunga leo ndoa, lakini akisikia tu mahali anakata tamaa. Kwa namwa ngoja niishi naye. Sasa nafikia kati mtoto wa kwanza, mtoto wa pili, mtoto wa tatu. Sasa mimi mpaka namuuliza kijana hivi bado unamchunguza? Umeelewa? Lakini kijana unakuta hana nia mbaya. Sasa tutawasaidiaje hao vijana? Sasa sisi wachungaji ndio tunapaswa kuwasaidia vijana. Ndani ya kanisa ipatikane ndoa. Ndani ya kanisa ipatikane vijana wanaoa, wanaolewa. Ndio utukufu wa Mungu unadhihirishiwa hapo, kwamba kanisa lile bwana watu wanafunga ndoa na inapendeza. Lakini ipata kanisa ambalo vijana ni wazinzi ndani ya kanisa,
hakuna uwepo wa Mungu. Soma katika ile Warumi 3:23 inatuambia kwamba ukitenda dhambi, akwambia ule utukufu wa Mungu unaondoka ndani yao. Utukufu wa Mungu unaondoka ndani yao. Sasa kwa hiyo unakuta kwenye kanisa walikuwa kwenye dhambi ni wangapi? Unakuta ni wengi sana. Sasa ndio maana unakuta wachungaji sasa wanashindwa kuhubiri kwenye habari ya dhambi na kuambia watu kweli makosa yao. Wanaogopa kwamba tukisema hili kanisa litafanyaje? Litapasuka au kanisa litakufa. Kuna namna kuongea na vijana. Kuna namna kuongea na vijana. Vijana wana mahubiri yao, sio wahubiri kama wazee. Sio, umenielewa vizuri wewe mchungaji unanisikiliza sasa hivi hapa? Kuna namna ya vijana, jinsi ya kuwahubiria na jinsi ya kufikisha ujumbe ili aujue kwamba kila anachokifanya ni makosa. Kwa sasa unapaswa sasa uanze kupiga hatua ili utoke kwenye dhambi, ili uwe mkati ya watakatifu wanaompendeza Mungu hapa duniani kama maandiko yanavyosema. Kwa hiyo njia gani tuifanye sasa, au tutumie njia gani ili tuweze kuongea na vijana watu kwenye dhambi? Sio kwa kuwafukuza makanisani, sio kwa kuwatenga makanisani, bali inapaswa sisi wachungaji tukae na vijana, tuongee nao, tuwashauri. Umeelewa? Tuwashauri, tuwajenge.